Kumwanzishia mtoto vyakula vya nyongeza. Ni lini mtoto aanzishiwe vyakula vya nyongeza? Inapendekezwa kuanza kuwapa watoto vyakula vya nyongeza wanapofikisha umri wa miezi 6. Kwenye kipindi hiki, maziwa ya mama bado ni chanzo kikuu cha nishati na virutubisho. Kwa nini mtoto apewe vyakula vya nyongeza katika umri wa miezi 6? Mahitaji ya nishati na virutubisho huongezeka na maziwa ya mama pekee hayatoshi. Kuanza mapema kabla ya miezi 6 kunaweza kuongeza hatari ya maambukizi, hasa kuhara. Watoto wanakuwa tayari kula vyakula vingine. Ni ishara zipi zinaonyesha kwamba mtoto yuko tayari kwa vyakula vya nyongeza? Mtoto anaweza kukaa peke yake au kwa msaada, kukaza na kudhibiti kichwa na shingo, kufungua mdomo anapopewa chakula, kuhamisha chakula kutoka mbele ya ulimi mpaka nyuma ili kumeza, kuweka vitu mdomoni na kujaribu kushika vitu vidogo vidogo. Je, mtoto apewe chakula cha aina gani? Chakula cha kwanza, aendelee kunyonya maziwa ya mama. Apewe vyakula mchanganyiko kutoka makundi yote 6 ya chakula. Vyakula vya nafaka vilivyotengenezwa kwa pamoja ikiwemo mahindi ya njano, mtama, uwele, shayiri, mchele, maharagwe, njegere, dengu, soya, karanga na mbegu za chia. Mchanganyiko wa nafaka hizi pekee ukitengenezwa kama uji mzito unaweza kuwapa watoto virutubisho vingi sana, hata vile adimu vinavyopatikana kwenye samaki na nyama. Mboga za kijani au njano na matunda kila siku ni vyakula vya muhimu vinavyopaswa kuongezwa kwenye chakula cha mtoto mwenye miezi 6 mpaka 12. Kumbuka kupika mboga na mafuta kwa sababu mafuta yatafanya kazi kubwa na ya pekee ya kusaidia ufyonzwaji wa vitamini A, vitamini D, vitamini E na vitamini K. Kwenye kipindi hiki, mtoto apewe na kufundishwa kuanza kunywa maji ya kunywa ambayo yanapaswa kuwa safi na salama. Kwenye kipindi hiki, mtoto anahitaji zaidi vyakula vyenye madini ya chuma kwa wingi kama vile nyama, maini, samaki na kuku. Kumbuka nafaka mchanganyiko zilizopikwa pamoja kama uji wa lishe, lakini pia mboga za kijani pia zinaweza kumpa mtoto madini ya chuma. Madini ya chuma yatamfanya mtoto asipungukiwe damu na kumsaidia katika ukuaji wake. Mtoto akiwa na miezi 6 mpaka 8 apewe chakula mara 2 mpaka 3, na akiwa na miezi 9 mpaka 12 alishwe mara 3 mpaka mara 4 kwa siku, huku ukiendelea kunyonyesha. Anza na robo kikombe au vijiko 2 mpaka 3 vya chakula na utazidi kuongeza kadri anavyokuwa. Kama mtoto akiumwa, kwenye kipindi hiki mpe maji zaidi, maziwa ya mama na vyakula anavyopenda. Acha maziwa ya kopo au fomula mtoto anapofikisha miezi 12. Mtoto asipewe vyakula gani katika kipindi hiki? Mtoto asipewe asali mpaka atimize mwaka mmoja. Asali haipendekezwi kwa watoto wachanga walio na umri wa chini ya mwaka mmoja kwa sababu inaweza kuwa na mabuu au mayai ya bakteria wanaoitwa Clostridium botulinum. Mabuu au mayai haya yanaweza kusababisha ugonjwa adimu lakini mbaya unaoitwa botulismu ya watoto wachanga. Watoto wachanga wana mfumo wa kumeng'enya chakula ambao haujakomaa vya kutosha kushughulikia mabuu haya, ambayo yanaweza kutoa sumu inayoweza kuathiri utendaji wa neva na kusababisha kupooza kwa misuli. Watoto wachanga walio na umri wa chini ya mwaka mmoja hawapaswi kupewa maziwa ya ng'ombe kwa sababu yanaweza kuathiri mifumo yao ya kumeng'enya ambayo haijakomaa. Hii husababishwa na mtoto kushindwa kumeng'enya baadhi ya protini zilizo kwenye maziwa ambazo zinaweza kusababisha mzio au aleji. Pia, maziwa ya ng'ombe yanaweza kusababisha upungufu wa madini ya chuma kwa mtoto na kupelekea upungufu wa damu mwilini. Kwa hivyo, ni vyema ukiamua kumpa mtoto maziwa ya ng'ombe ambaye hajatimiza mwaka mmoja, uwe tayari kufuatilia wingi wa damu yake mara kwa mara. Je, vyakula viandaliweje? Chakula cha mwanzoni kiwe laini kama uji au matunda na mboga zilizopondwa vizuri. Uji uwe mzito, usimwagike kutoka kwenye kijiko. Kumbuka, uji unaomwagika utakuwa na virutubisho vichache. Apewe chakula mara baada ya kuandaliwa na kikiwa vuguvugu. Baada ya miezi 12, mtoto anaweza kula chakula cha familia. Je, vidokezo gani muhimu vya kukusaidia kumlisha mtoto? Lisha chakula kipya cha aina moja kwanza, kisha changanya na vingine. Toa vyakula tofauti vyenye ladha na mwonekano tofauti. Mtoto asipotaka kula, acha na ujaribu tena baada ya masaa 2 mpaka 3. Mlishe mtoto anapoonyesha ishara za njaa na acha kumlisha anapoonyesha ishara za kushiba. Mpe mtoto muda kuzoea ladha mpya. Mruhusu mtoto amue kiasi cha chakula anachotaka kula. Uwe mvumilivu, usimlazimishe kula. Tumbo la mtoto ni dogo, hivyo hula kidogo kila mlo. Mtoto wa miezi 9 hadi 12 anaweza kupewa vyakula vinavyoshikika mkononi. Hii itamsaidia mtoto kujifunza kula kwa mikono. Namna ya kuzuia mtoto kukabwa. Mwangalie mtoto kwa makini anapokula. Usimruhusu kutembea na chakula mdomoni. Watoto wanaweza kukabwa na chakula kidogo, kigumu, cha mviringo au kinachonata. Katakata vyakula vya mviringo kama zabibu na nyanya au karanga. Pika na kuponda matunda na mboga ngumu kama karoti. Ondoa ngozi, mifupa na gegedu kutoka kwenye nyama, kuku na samaki. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Chama cha Wauguzi Bingwa wa Watoto Tanzania kupitia Programu Rasmi ya Afya ya Mtoto.
Ili kujifunza zaidi kuhusu afya, maendeleo, malezi na makuzi ya mtoto, tembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Pia, unaweza kujiunga kwenye grupu letu la WhatsApp bure kwa kutuma neno niunge kwenye namba 0765417067.